Nikwambia never believe in him. Amen. It's only God you must believe in him. Ukimwambia mambo yake hata kuvunja moyo. Sasa kuuliza maswali, Mungu amekwambia vitu, unaenda kuuliza mtu. Huyo Mungu angekwambia uliza fulani basi. Na ndio maana unakuta ukifanya hiyo kitu Mungu ana withdraw ile alikuwa wanataka kufanya kwako. Anajiondoa kwa sababu alikwambia aende ukufanya, hakukwambia aende ukaulize watu. Sasa wakati umeenda kuuliza watu, umemdoubt Mungu ya kwamba si yeye. Sasa kwa sababu Mungu hataki kuwa doubted. Mungu anataka bakia kuwa Mungu. Anasema utukufu wangu siwezi kugawa na mwingine. So wakati unaenda kuconsult mtu mwingine kumuuliza kile umesikia kwa Mungu kama ni kweli, kumaanisha kwamba umemdoubt Mungu. So umemwona kile Mungu alichosema hafai, wacha niulize, naweza nikapata ushauri zaidi ya huyo Mungu. Na Mungu anasema sichukui utukufu wangu na siugawi na mtu mwingine. So anajiondoa. Hata kama utaenda utafanya, hata wewe bariki, kwa sababu ulimchukulia utukufu wake ukapeleka mtu mwingine. So kumaanisha umeamini kile yule mtu amesema kuliko kile Mungu alikwambia. Tobia huyo takuvunja moyo. Wakajitengenezea boma, wakatoa dhabihu, watamaliza katika siku moja. Je, watafufua mawe katika chungu hizi za kifusi na yalimeteketezwa kwa moto. Basi Tobia mwana wa Amoni, Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye. Tobia hiyo ni roho nyingine sasa ya mwana wa Amoni. Akasema hata hiki wanachojenga, akipanda mbweha angebomoa ukuta wao wa mawe. Hakuna siku Tobia na Waamoni katika kanisa wata appreciate kile unafanyaga. Ukiona mtu yeyote either ni kiongozi, ni mhuduma ama ni mshirika, ana criticize kile unafanyaga, ako na hii roho ya Tobia na Amoni. Kwa sababu Amoni na Tobia hawa appreciate. Wameona kuta zimejengwa, wanasema hata kile inajengwa, hata mbweha nini atabomoa. Na ni mbaya sana. Lazima tu appreciate wenzetu. Hata kama hajafanya kulingana na vile anastahili kufanya, appreciate him. Encourage him ili apate moyo wa kufanya zaidi. So mhuduma anastahili kuwa na moyo wa utendaji kazi uliobeba roho ya kutia watu moyo. Fulani amekosa, amekosa. Unamgather in love na unamrudisha kwa upendo na unamtia moyo. Unamwambia kweli umefanya, sawa ni vizuri, lakini siku nyingine fanya hivi na hivi na hivi. Na wewe ambao unatiliwa moyo usitie kiburi, kwani wewe ndio utaniambia. Maana kuna wengine nao ni vichwa ngumu. Hawezi kufundishika. Ukionywa ndio unajifanya wewe ndio kabisa. Kwani umeweka hapo wewe ndio headmaster kwa maisha yangu. Na ni mwokovu, ni mhuduma, ni kiongozi. Umekuja kumfundisha, kumpatia an idea, lakini anakuona kama wewe ni headmaster. Kwani wewe ndio umeweka prefect kuniangalia? Kwani wewe ndio utanipeleka mbinguni? Kubali kufundishika, uende mbali. Hakuna mahali unaweza ukaenda kama upende kufundishika. Every believer aliyetamani kwenda mbali lazima afundishike. Kiongozi anayependa kufanya mambo makubwa lazima akubali kufundishwa, kubali kuonywa. Na Mungu si lazima atumie hata kitu. Anaweza akatumia hata rafiki yako na akakuonya. Anaweza akatumia hata mtoto wako akakuonya. Even your son, your daughter kwa nyumba, akakuonya, akakupatia maonyo, akakufundisha. Siku moja nilikuwa kwa power room naomba, nikalala. Joy akaja akaniamsha. Akasema baba, umesema unaomba na umelala. Nikaamka na aibu kweli. Nikaanza kuomba. Nikaanza kuomba. Nani wafikiri alimtuma hapo kuja kuniamsha niombe? Si yeye. Mungu alimtumia. Na alipo nikaamka, nikaomba. Amekuja, si amejua nao, akafungua power room akaona nimelala. Akakuja, akanigusa pa. Baba, umesema unaomba na umelala. We. Nikaamka tu nikamwambia, niko nasikia tu ndoto. Maza hajui ndoto, lakini najifinika na hiyo. Hajui mambo ya ndoto ni. Nikajifinika na hiyo, nikaanza kuomba. Nikaomba, lakini baadaye nikaanza kujifikiria, kwa nini ameniamsha? Na aliponiamsha nikapata nguvu ya maombi. Kumaanisha ni Mungu amekuwa amemtuma. Sasa ningemuignore nikamfukuza, toka hapo unanisumbua mimi.
Mungu mwenyewe angekasirika na kile huduma ameniletea ili kumkomboa niombe, angekasirika na Mungu angeondoa hiyo grace na nikabakia na usingizi wangu. Huenda ikawa yale maombi niliomba kuna vitu viliteguka, kuna mambo yaliharibika ambayo ni ya shetani, naye Mungu akamtumia. Na ndio maana ni vizuri sana uwe na discerning spirit. Kuna kitu unaweza kuambiwa as a leader, as a minister, na mtu wa chini anayekuongoza, lakini kuwa na discerning spirit. Yale maneno yanaweza kuwa ni onyo ama ni fundisho Mungu anakufundisha. So tunapoendelea mstari wa 4, sikia vile nasema, sikia Mungu. Sasa alikuwa na the heart Nehemia pamoja na waliomzunguka. Nehemia hakuwa mtu wa grudge. Nehemia hakuwa mtu wa kulipiza, alikuwa mtu wa kumpatia Mungu habari zote. Na hiyo ndio unastahili kuwa as a leader, as a servant. Mambo yako yote pelekeaga Mungu. Kule kote unapitia kugumu, pelekeaga Mungu, kwa sababu you are serving that God. Sikia Mungu watu hawa wa Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Kumaanisha kila unafanyaga kikiwa kizuri Mungu anakionaga na anakisikia, kikiwa kibaya anakionaga na sikia. Sikia yale mambo, sikia Mungu anamkumbusha asikie. Tunadharauliwa. Alafu anasema uwarudishie mashutumu yao, jinsi wanavyotudharau. Zile dharau ziwarudie, ziwe juu ya vichwa vyao. Inaongea kuhusu ziwe katika anga zao. That means ya kwamba juu ya vichwa zao, even their generation watavuna hiyo, uzao wao pia utavuna hiyo. So ni vibaya sana wakati unapotumikia Mungu, baada ya kutumikia Mungu unatumikia shetani, kuvunja watu moyo, kukatisha watu tamaa, kudhoofisha watu wasifanye kile Mungu amewaitia. Agenda yako ni ya kuvunja wa kuangalia. Yule ako na bidii unaenda unamtoa pumzi, yule ako na bidii unaenda unamtoa pumzi. Shutumu zako zitakuwa juu yako, ya kichwa chako. Yani they'll pay, you'll receive payment, wewe na generation yako. Why? Kwa sababu gani? Na ukawatoe wawe watwekwe katika nchi ya uhamisho. Ukawatoe watekwe, wawe mateka kwa nchi ya uhamisho. Yani unakuwa mfungwa. Kwa sababu gani? Haukusupport kile ambacho Mungu ametaka usupport. Ulidistract, ulileta uharibifu, unafanyika kuwa mateka. Tuendelee. Wala usiustiri uovu wao, yani usiwahi uondoa, wala usifute dhambi yao mbele zao, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. So any believer, mshirika wa yote ama mhuduma ama kiongozi anayetumikia Mungu, alafu wewe ni mhuduma ama ni kiongozi ama ni mtu yote katika kanisa, baada ya kutumikia Mungu unavunja watu moyo kwa kile ambacho wanafanya, unaua, unakasirisha Mungu katika kingdom yake. Na hakuna siku utakasirisha Mungu aweze kurespond in good way. Respond ya Mungu inakuwa ni judgment. That's why you may serve God, ukawa karibu na mtumishi wa Mungu, ukawa katika kanisa watu wanabarikiwa, lakini hakuna siku wewe unaona mafanikio, judgment ndio inakujaga kwako. Kwa sababu tukisema Bwana shuka, Mungu anashukaga kwa aina mbili. Anashuka akubariki na anashuka apigane na adui. Sasa ukiwepo umemkasirisha Mungu na kuwaga adui, anaposhuka anashuka na judgment. So mambo mengine unaweza ukaona tu kile unafanya ni sawa tu, lakini elewa neno la Mungu linasema litasimama. Yote yatapita lakini neno lake litasimama. Mstari wa 6 sasa. Hawakuangalia zile shutumu, bali tukaujenga ukuta, na ukuta wote ukaangamizwa kiasi cha nusu cha kimo chake, maana watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Watu wenye moyo wa kufanya kazi hawaangalii kile wameona ama wanasikia ama kile wanaambiwa. They serve.
Na ndio maana nataka nikutie moyo as a leader, as a servant. Usirely na watu na vile watu wamekwambia, vile watu wanakusema. Serve God. Kwa sababu nilikwambia the voice of God is revelation and the voice of men are their information. Information hainaga spiritual authority ama spiritual strength, but in revelation iko na authority na iko na strength. Na ndio maana unasai kurely kwa Mungu. Mungu amesemaje? Wanadamu wamesema, Mungu anasemaje? Na wakati una depend on God, Mungu anakupatia courage ya kuendelea. Serving God, the heart of service, si haikujaji kawaida ama kwa urahisi. Mpaka lazima kuwe na uvumilivu. Kwa sababu hakuna siku shetani atakupigia makofi wakati unakuwa na moyo wa kutumikia Mungu. Kila siku unapoamua kutumikia Mungu, shetani anakuja kuvunja moyo. Na ndio maana wewe kama kiongozi ama mhudumu unastahili kuwa na moyo wa utendaji kazi. Usiwahi vunjika moyo wala kukata tamaa kwa kile unachofanya. Focus kile ambacho Mungu amekuitia na kile anataka kufanya ufanye na yeye. Kwa sababu ni faida kwako, ni faida kwa ufalme wake, na ni faida pia kwa generation na maisha yako yajayo. Nishakufundisha kwamba you are serving God because of your destiny. You are serving God because of his kingdom. Ni kingdom ya Mungu unatumikia. Ni destiny yako unaitumikia. Na ukitaka kujua destiny destroyer kwa maisha yako, those people who discourage you while you are serving. Ukiona mtu yeyote anakuletea habari ambazo za Mungu za kukuvunja moyo, huyo ni adui wa hatima. Mtu yeyote ambaye ako against wewe ni mtu yule ambaye anakuja kukudistract na mambo ya Mungu unavyofanya. Usione anakuja kwa furaha na kukuchekea na kukuambia mambo ambayo yanakuvunja moyo, basi ufikiri anakupenda. Ni kukutoa katika hatima yako. Maana hakuna siku discouragement zita build your spiritual faith. It's only encouragement. Vitu vya kutia moyo ndivyo vinajengaga roho wako na zinajengaga imani yako. Sasa mtu anakuja kukudiscourage, alafu bado una associate naye. Mtu anakuwa against hata kiongozi wako, bado una associate naye. Kumaanisha mko na roho yake, wewe uko na roho yake. Ni ile kujifiria, ni pretend, uko na moyo wa kupretend. Maana I don't believe mimi mtu awe against Apostle Kimani alafu niwe a friend of him. In fact nafuta namba yake. Hata kwa Facebook namuondoa. Kwa nini? Kwa nini awe kinyume na spiritual power yangu? Spiritual authority yangu. Mahali ambapo napokea the source of my strength. Mahali ambapo naekelewa mkono. Alafu unakuja kuniambia ubaya wa baba yangu wa kiroho. Alafu nakukumbatia wewe ni mtu mzuri. Mtu mzuri ama wewe ni shetani, pepo punda, hata sisi pepo shetani ama pepo punda. Semeni amina ya chini. Yaukia jirani yako muangalie vizuri. Mwambie angalia nani una associate naye. Is it building you? Are they building you to your destiny? Ama they destructing you? Wana divert moyo wako kwa hatima yako. Hatima ni moja tu. Na mahali pa kufika kwa hatima ni mahali pamoja Mungu amekuassign. Ukikosa space ama ukikosa divine position yako, umekosa hatima yako. Na ndio maana lazima ufunguke macho uelewe mahali Mungu ameniweka inaweza kuwa ndo my divine position. Nimewekwa pale ili nifike kwa hatima yangu. Na sasa shetani anakupiga akuondoe katika your position ili umisi your destiny. Anaweza kuwa hajui kama anatumika. Ni wewe uwe na discerning spirit kuelewa ni maneno gani anasema kwako. Ni vitu gani anasema kwako. Ni mambo gani anasema kwako. Kuwa na moyo wa kutumika. Sanbalati na Tobia walifuata Wayahudi waliokuwa upande, lakini hawakuwasikia. Hawakuwasikia. Walisikia authority yao inasemaje. The spiritual authority inasemaje? Imesema tujenge. Imesema tuinue ukuta, tujenge malango. Hawa wengine wanasemaje? Kile mnachojenga kitabomoka. Kile unachojenga kitakuwa na maisha. Mnajifanya sijui nini. Wakafunga masikio ya watu wa nje, wakafungua masikio ya ile covenant.